nitawapatia amali 5 mkifanya Mwenyezi Mungu atasimama na wewe hasa kama anavyosimama na wali wake, kama anavyokuwa pamoja na waja wake wema. Jambo la kwanza ni al-imanu billah, kumwamini Mwenyezi Mungu. Al-imanu billah, ukiwa na imani inakuwa ni sababu ya kuwa Allah kusimama na wewe. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul Anfal, wa anna Allaha ma'al mu'minin, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na waumini. Hasa ulama wakasema katika sababu ya Allah kuwa pamoja na wewe, kusimama na wewe kama alivyosimama na Nabillahi Musa wakati alipopambana na bahari, kama alivyosimama na Nabillahi Muhammad alipokuwa ndani ya pango na Quraysh walipotaka kumua. Sababu ya kwanza kuwa na imani ya kisawasawa. Allah asema wa anna Allaha ma'al mu'minin. Sababu ya pili ya Allah kusimama na wewe, ulama wametaja kwa ushahidi wa Qur'ani, ni kuwa na taqwa Allah, kumcha Mwenyezi Mungu. Yale ambayo Allah amekuamrisha fanya, yale ambayo Allah amekukataza achana nayo. Unapokuwa na takwa katika maisha yako inakuwa sababu ya Allah kusimama na wewe. Mwenyezi Mungu asema katika suratu Tauba, wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, jueni ya kwamba Allah yuko pamoja na wale ambao walikuwa na takwa. Na zaidi ni kwamba takwa ni sababu kubwa ya Allah kukufariji, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sababu ya tatu ya Allah kusimama na wewe ni kuwa na subra katika maisha yako. Allah asema wallahu ma'as sabirin. Mwenyezi Mungu asema katika suratul Baqara, wallahu ma'as sabirin. Mwenyezi Mungu asema katika suratul Anfal, inna Allaha ma'as sabirin. Ulama wakasema kando na kuwa na imani, kando na kuwa na takwa, katika sababu ya Allah kusimama na wewe pamoja kama alivyosimama na Nabillahi Musa wakati alipopambana na Firauni na bahari mbele yake, kama alivyopambana na Nabillahi Muhammad alipokuwa ndani ya mpango akasema inna Allaha ma'ana. Sababu ya tatu ni as-sabr, kuwa na subra. Sababu ya 4 ya Allah kusimama na wewe kwa haraka ni kufanyia ihsani waja wa Mwenyezi Mungu. Unaposimama na waja wa Allah na ukawafanyia ihsani na ukawafanyia wema kwa maneno mazuri, ukatumia wakati wako ukawapatia mali yako, ukatoa nguvu zako, ukatoa fikra yako, kule kusimama na waja wa Allah ni sababu ya Allah kusimama na wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika suratul Nahl, inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah yuko pamoja na wale ambao walikuwa na takwa. Allah yuko pamoja na wale ambao wanaufanya wema na kufanyia wema watu wengine. Sasa ulama wakasema katika sababu ya Allah kusimama na wewe kama alivyosimama na Nabillahi Musa wakati alipokuwa ni mwenye kupambana na bahari na Firaun, na Nabillahi Muhammad alipopambana na Quraysh alipokuwa ndani ya pango, ni kuwa kufanyia wema na ihsani waja wa Mwenyezi Mungu. Sababu ngapi hizo? 4. Nimesema ngapi? 5. Nitawapatia sababu ya 5. Ya kwanza ni iman, ya pili ni taqwa Allah, ya tatu ni sabr, ya 4 ni ihsan, kumtaja Allah kwa wingi, dhikrullah, imma ni tasbih, istighfar, tahmid, takbir, tahlil, hawqala, as-salatu ala rasulillah. Hii ni sababu ya Allah kusimama na wewe, na kusoma Qur'ani kwa wingi ni sababu ya Allah kusimama na wewe, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani. Allah asema mimi niko pamoja na mja wangu anaponitaja. Kwa hivyo hizi ndo sababu 5 za msingi Allah kusimama na wewe, kama Allah alivyosimama na Nabillahi Musa dhidi ya Firauni na bahari mbele yake, kama Allah alivyosimama pamoja na wali wake, kama Allah alivyosimama pamoja na mtume wake, Allah atasimama na wewe ma'iyatan khasa. Na hizi ndo sababu 5 tumesema: al-imanu billah, taqwa Allah, as-sabr, al-ihsan wa dhikrullah. Tumomba Allah tuwafikie, tumomba Allah asimame na sisi. Kila aliyekuwa na dhiki Allah muondoshe, kila aliyekuwa na taabu Mwenyezi Mungu amtatulie, kila aliyekuwa na deni Mwenyezi Mungu amlipie, kila aliyekuwa na maradhi Mwenyezi Mungu ampe shifa, kila ambaye aliyekuwa na khair, aliyekuwa na mitihani Mwenyezi Mungu amuondoshe, kila anayetafuta khair Mwenyezi Mungu amsahilishie, ajaliwe ni khairi kwake. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina